njema mtazamaji, natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Karibu sana kwenye makala yapendayo ya Kioo cha Hoja. Hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Waniona vile nilivyojipamba leo. Ndio utauliza kwani waenda harusini? Ni rangi ya chungwa ambayo ndio itapeperushwa katika kipindi cha siku 16 zijazo, ikiwa ni hamasisho dhidi ya dhulma za jinsia kote ulimwenguni. Na mtazamaji, ndio mada ambayo tunataka kuangazia sasa hivi, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya wale ambao wanaathirika hasa kipindi hiki cha corona inazidi kuongezeka, na ndiposa leo tukaamua katika sehemu yetu tuweze kujadili swala hili kwa mapana hata zaidi, kwani kati ya mwezi Machi na Oktoba takriban watu 2810 walipokea huduma za matibabu na za kisaikolojia katika kitengo cha kuwasaidia wanaopitia dhulma za kijinsia katika hospitali ya Nairobi Women's GVRC. Haya ni kutokana na dhulma walizozipitia. Asilimia 43 wakiwa ni wanawake na asilimia 47 wakiwa ni wasichana. Miongoni mwao wakiwa wasichana 92 wakati ya miaka 13 na 18 waliokuwa wajawazito, manusura 19 wanaoishi na ulemavu na 5 waliopitia ukeketaji. Mtazamaji, hizi ni takwimu za hospitali moja pekee, kumaanisha idadi ya wanawake wanaopitia dhulma imeongezeka maradufu kipindi hiki cha corona. Na huku ulimwengu unapoadhimisha siku 16 za hamasisho dhidi ya dhulma za jinsia, tunaliweka kwenye kurunzi swala hili tukiuliza, je, ni nini kinachochangia ongezeko hili na hali hii inaweza kukomeshwa vipi? Leo studioni kufaulisha mjadala huu tuko naye Alberta Wambua, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha VBRC katika hospitali ya Nairobi Women's. Vilevile ni naibu mwenyekiti wa kamati inayohusika na masuala ya jinsia katika Wizara ya Jinsia. Amehusika na masuala ya dhulma za jinsia kwa takriban miaka 14 na kutekeleza mipango ya kukabili dhulma za jinsia katika hospitali 6 nchini. Alihusishwa pakubwa katika utoaji huduma za matibabu na za kisaikolojia kwa waliopitia dhulma wakati wa mapigano eneo la South Kivu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo la Mlima Elgon, Tana Delta na wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya. Kila mwaka huwasaidia zaidi ya waathiriwa 4,000. Pia tuko naye Martin Munyagia, afisa wa kuwakinga watoto. Anahusika pakubwa katika miradi ya kuwakinga watoto hasa katika jamii zilizotengwa kama vile Samburu, kando na kuhusika katika utekelezaji wa miradi ya kuwakinga watoto katika taasisi za kulinda haki za watoto na vituo vya urekebishaji wa tabia za watoto. Mtazamaji, upande wa pili kama ilivyo kawaida tutakuwa naye Rebecca Mwiruri Mulure. Atakuwa kiungana nasi atueleze yuko maeneo gani na atakuwa akijishughulisha na mambo gani. Atakuwa kitueleza atakuwa akizungumza na kina nani, na muona yuko katika mtaa wa Kayole. Tutakuwa tukiungana naye muda sio kwa mrefu. Sijui Beki unaendapo unanipata sasa hivi. Naona pia wewe umejipamba kwa rangi ya chungwa. Leo uko maeneo gani? Zubeda, hivi leo tuko katika maeneo ya Kayole, mtaa wa Kayole. Na kuona pia wewe umerembeka kweli kweli. Na uwaili la orange inaitwa nini kwa Kiingereza? Rangi ya chungwa. Rangi ya chungwa tu hivyo. Rangi ya chungwa. Ni rangi nzuri. Kwa sababu ni rangi ambayo inaangazia matumaini, hope. Na ni vizuri ya kwamba Wakenya na kila mtu ulimwenguni aweze tu kuhamasishwa kuhusiana na swala hili ambalo tunaongelea leo, dhulma dhidi ya wanawake. Na kama kawaida tungependa kuuliza swali tunauliza swali mtandaoni, kwa maoni yako ni jukumu la nani kukomesha dhulma dhidi ya wanawake? Na vile vile unaweza kutuambia unadhani dhulma dhidi ya wanawake zinaweza kukabiliwa vipi? Unadhani dhulma dhidi ya wanawake zinaweza kukabiliwa vipi? Unaweza kutuma ujumbe wako kwa nambari 22155. Jumbe hizi hazina malipo. Kwa hivyo tutumie jibu lako hapo. Tuambie unadhani dhulma hizi dhidi ya wanawake zinaweza kukabiliwa vipi? Na vile vile unaweza kutufikia kwa mtandao wa Twitter @KTNNewsKE. Naweza kumfikia Zubeda @Zubeida Kananu, na pia waweza kunifikia @Rebecca Mwiruri 1. Tuko katika mtaa wa Kayole, tutaungana na wakaazi wa hapa watueleze wanapambanaje na dhulma hizi dhidi ya wanawake.
Kwako Zubeda. Naam, shukrani sana Beki. Tutarudi muda usiokuwa mrefu uweze kuzungumza na wakazi wa mtaa wa Kayole, watueleze wao wanahisi vipi kuambatana na swala hili zima. Nini kinachangia dhulma dhidi ya wanawake katika jamii? Jana ulimwengu mzima ulikuwa ukiadhimisha siku ya kukabili dhulma, ya kupambana na kumaliza na kuangamiza dhulma dhidi ya wanawake. Na sasa hivi katika muda wa siku 16 zijazo, swala hili ndilo litakuwa likiangaziwa kwa mapana hata zaidi, na tungependa kusikia sauti yako. Na tuliweza kuzungumza na wakazi wa Samburu awali, wao wenyewe tuwaulize wao wanadhani nini ambacho kinachangia dhulma dhidi ya wanawake katika jamii. Labda kwanza kabisa tupate kauli kutoka Samburu, kisha tusikize kauli kutoka kwa wageni wetu. Tangia hapo jadi tumekuwa tu ya kwamba wazee ndio kusema alafu watu wengine wanafuata. So ile kitu ambayo imekuwa ikishangia ni kwamba hata katika ile maongeo unakuta ya kwamba kila wakati wanaume ndio wana make ile decision. Mpaka sasa unakuta ya kwamba wanawake ama wasichana hawajapatiwa ile uweza, hawajapatiwa ile voice, hawajapatiwa ile voice ya kuweza kuzungumza na kuwa empowered, waweze kuzungumza na kuwa na ile bargaining power ya kuweza kuongea kuhusu mambo yao. Iwe sasa hata ni kama sasa mambo sasa tuseme sasa hii ya hata kama hizi sasa mambo ya tohara ama hata ile sasa tuseme ya kawaida sasa kama ile ya desturi yetu ambayo unakuta ya kwamba unakuta mzee wakati mmoja alikuwa na vijana wakiwa warani wanapatia wasichana changa. Wasichana baada ya kupewa changa, huyu mtu anakuwa kama bibi yako lakini bado si bibi yako, na akipata mimba bado sasa huyo msichana anaenda na finywa, anakuwa na shida mingi kwa sababu hana ile bargaining power ama ile uwezo yake ya kuweza kusema no. Ile uwezo yake ya kuweza kuzungumza na kujitetea ndio imekuwa ikikosa. Kuna vitu ambavyo dhuluma ambazo msichana anazipata katika jamii, na ningependa tu kusema hizo. Kuna dhuluma kama ukeketaji wa wasichana, kuna hii ndoa za mapema, na kuna pia hii kutopeleka wasichana shule. Tukienda kuepusha msichana kwa dhuluma kama ukeketaji, kuacha ukeketaji wa wasichana, kwa sababu tunajua kwamba halina maana kabisa. Mama akienda kutafuta na mzee asiende kutafuta chakula kwa familia, unapata kwamba kuna hiyo vita, kwa maana mama anaona ni yeye peke yake ndo mzigo na mzee anakaa tu nyumbani bila kusaidia. So unapata vita katika familia inakuwa mingi na umaskini unakuwa mingi pia. Tunaona kwamba dhulma dhidi ya watoto, wasichana kwa sana na wanawake inaendelea kuwa juu sana. Na ninataka kusema ya kwamba kenye tunaona saa hii inatokana na sisi wazazi. Kwa hivyo hatuwezi anza kusema sisi tukiwa wazazi watoto wa siku hizi. Hata sisi tutatakikana tusemekane wazazi wa siku hizi. Kwa sababu tukisema watoto wa siku hizi, basi wenye wanawalea ni nani? Ni wazazi wa siku hizi. Kwa hivyo jukumu la kila mzazi ni kuhakikisha ya kwamba mtoto wake ameshughulikiwa ipasavyo. Tutarekebisha kwa mzee kuweza kuelewa hata bibi yake vizuri na kujua ni nini bibi yake anahitaji. Pia mama na yeye aelewe mzee wake, kama hana pesa aelewe mzee hana pesa, na ndio tu atakaa kwa usalama. Tena turekebisha maneno ya freedom au huru, kupea watoto wako huru saa yote, ati iwe kasi yao ni simu tu. Pia siku hizi tunakaa kivyetu, kila familia inakaa kivyetu. Hata saa nyingine amkutani na mama yako ukiwa wewe ni kijana. Watoto wako hata hawana mtu wa kuzungumza na yeye, ndio saa nyingine apate kufanya counseling, ndio saa nyingine apate kuwaelekeza. Sasa hiyo isolation ya kukaa peke yetu inafanya mambo mengine mengi yawe huko ndani yetu, na yote itakuwa inadhulumu hawa wasichana na mingi yao itadhulumu hawa mama. Naam, umepata taswira kamili kutoka eneo la Samburu, kaunti ya Samburu, likiwa ni eneo la Maralal. Shukran sana Michael Saitoti kwa mahojiano hayo. Mtazamaji, umeona sauti kutoka vijijini. Tulikuwa tukizungumza na Rebecca tupate sauti kutoka mitaa ya mabanda. Lakini sasa hivi labda kwa kitambulisho tu tupate kauli kutoka kwa Alberta. Alberta, tunapoadhimisha siku hii ya kukabili dhulma ama siku hizi 16, umuhimu wake haswa huwa ni nini, na kweli zinaonekana kuleta faida zozote? Asante sana Zubeda. Kuna muhimu sana wakati wa siku hizi 16. Muhimu yake huwa inakuwa dunia nzima
huwa tunakuwa tunajadiliana juu ya dhulma za kijinsia. Mara nyingi huwa hatuweki manani dhulma za kijinsia, na kila mwaka kuna kuanga na topic tofauti ama theme tofauti kila mwaka, na huwa inachangia ama huwa inaongelea gaps zenye ziko katika nafasi tofauti ama kulingana na dhulma za kijinsia vile zinaendelea katika wakati huo. Wakati huu, mwaka huu, tunaongelea juu ya orange the world, yani umesema rangi ya machungwa, rangi ya chungwa. So tunaongelea juu ya orange the world, na tunaongelea juu ya topics 4, hasa tunaongelea juu ya funding ama kutafuta ama kuhakikisha kwamba dhulma za kijinsia kuna hela ama kuna resources zenye zinawekwa kando kupigana na dhulma za kijinsia. Pili, tunaongea juu ya prevention ama kuzuia dhulma hii ya kijinsia. Vile tumesikia walioongea kutoka Samburu wanaelewa sana sababu za dhulma za kijinsia ama nini inachangia dhulma za kijinsia. Kwa hivyo ni vipi tunaweza fanya ili tuweze kuzuia dhulma za kijinsia. Mwaka huu pia tunaongea juu ya response ama tunaongea juu ya wakati mtu amedhulumiwa, iwe mtoto iwe mtu mzima, mwanamke ama mwanamke, ni vipi wanaweza pata usaidizi ule, yani matibabu na kisaikolojia pia, na usaidizi zaidi yenye wataotaka. Alafu pia tunaongelea juu ya data collection, yani tunaongea juu ya tunaweza kuwa na ile data ama kuelewa dhulma hizi za kijinsia ziko katika prevalence yake ama ni shida inafikia wapi, na hii itatusaidia sana ili wakati tunatafuta njia ya kuzuia dhulma za kijinsia ama wakati peana ile usaidizi wakati mtu amedhulumiwa, tukue tunaweza kuwa na mikakati zenye zinasaidia. Asante. Na nitarudi kwako tuweze kufafanua hoja hizi zote, kwa sababu takwimu ambazo tumepata kutoka hospitali ya Nairobi Women's peke yake ni za kuatua moyo, kwa sababu inasikitisha sana kuona idadi inavyozidi kuongezeka. Nini ambacho kinasababisha idadi kuongezeka namna hii? Munyagia, wewe binafsi unapoangalia, unapotangamana na jamii, unaona tatizo hasa liko wapi? Kwa sababu umesikia kutoka Samburu, wewe huwa unatangamana na jamii kama hizi zilizotengwa ama zilizosahaulika. Unaona tatizo au pengo liko wapi? Asante Zubeida. Pengo haswa wakati unapotengamana na watu kule vijijini, na pia even hata kwenye slums za Nairobi, unapata ya kwamba pengo lipo mahali ambapo kuna a lot of stigma. Na stigma inaingia wakati ambapo mtu akienda na aseme ya kwamba mimi nimedhulumiwa, iwe mwanamke, iwe mtoto, iwe pia mwanaume, unapata ya kwamba hawezi kusikika. Ya kwamba hata anapoenda katika kituo cha afya, labda kuna wale ambao watamchukulia mzaha. Na pia pengo lingine liko katika sheria, ya kwamba unapata sheria zile ambazo ziko mara kwa mara hazifuatwi na wale ambao wanafaa kushughulika na mambo ya sheria. Pia pengo lingine ambalo unalipata ni kwamba ni ule usaidizi ambao mtu anapata baada ya kudhulumiwa. Ya kwamba mtu ameenda amedhulumiwa upande mwingine, alafu wakati ambapo anaenda kutafuta usaidizi, ile ambayo inafanyika baadaye, aftercare, ile ambayo anahitaji kupata, unapata kwamba ni hela ambazo ni za juu zaidi, ambao si watu wengi ambao wanaweza kujisupport katika hiyo hali. Pengo lingine pia unapata ya kwamba ile ambayo niliongelea kuhusu stigma, ya kwamba stigma haitoki kule nje peke yake, bali inatoka pia katika jamii, inatoka katika familia zile ambazo za wale watu ambao wameathiriwa, na pia inatoka kwa mtu mwenyewe asipopata the support ambao anahitaji kama counseling, psychosocial support, ili aweze kusonga katika hiyo hali, basi unapata kwamba huyu mtu anaanza kujistigmatize yeye mwenyewe, so hawezi songa mbele na maisha yake. Asante.
Na mtarudi tuweze kujadili zaidi, lakini namuona Beki yuko tayari. Rebeka, wakazi wa Kayole wanasemaje? Nini hasa ambacho kinachangia ongezeko la dhulma hasa dhidi ya wanawake katika jamii? Zubeda, niko na wanawake wenyewe ambao watakuwa natueleza nini ambacho wanafikiria kinachangia kwa dhulma hizi, na hata kama hao wenyewe wamekuwa wale tunaita victims wa dhulma hizi. Ujambo? Si jambo. Unaitwa nani? Naitwa Zamzam Maindo. Zamzam, nieleze. Hivi sasa kumekuwa na ongezeko la dhulma dhidi ya wanawake. Naam. Wewe kama Zamzam, Naam. umekuwa victim, umefall victim, umehutubia dhulma hizi? Yes, I'm a victim of 19 good years nikiwa victims, lakini through faith and everything, at least kila kitu sahihi naweza kusema imekuwa shwari. Ulikuwa victim kiaje? Nilikuwa victim kwa sababu my partner was a irresponsible man who alikuwa amezoea kutumia ulevi, miraa na sigara. So he turned to be irresponsible. Sasa tungeweza kuelewana ile vizuri mpaka ikanibidi mimi kama mama niweze kuchukua ile jukumu yake, niweze kuibeba kwa sababu nina watoto, ninalipa rent na kila kitu. Naam. Alikuwa kuna zile dhulma, unaweza sema labda alikuwa anakupiga. Nieleze kuna nini ambacho kilikuwa kinafanyika haswa alipokuwa katika hali hiyo ambayo ya ulevi, ni nini ambacho kilikuwa kinafanyika? Naam, katika hali ya ulevi ni jambo ngumu sana kwa sababu hamwezi elewana kwa sababu ile hali yuko, he is not normal. Unapata hajaacha pesa ya chakula, anataka kukula. Saa zingine ana harass mpaka watoto thinking that hao ndio wamemfanya akakuwa katika ile hali ngumu. Then unapata ile chakula kidogo umepata ukiweka kwa meza, bado anaona yeye hataki mboga, alikuwa anataka nyama, maybe anaona wewe mama uko responsible, so anataka nyama. Katika ile hali ya kumuuliza nimekuwekea chakula kwa meza, haujaleta hata na uwezi shukuru, unapata anachukua ile chakula na kugongana. So katika ile hali hiyo ni dhuluma, lakini wanawake siku zote kusema tunavumilia, mimi nawashauri kuvumilia hapana. Naam. Unafikiria nini ambacho kinaweza fanyika, kinaweza saidia wanawake kuweza kujikinga na dhuluma kama hizi? Wanawake wengi wanafaa kuwa empowered, and then we should also have paralegals, as in kama lawyers, wale wako mtaani wanaweza kusaidia. Wakisikia any fight, domestic violence kwa nyumba, wanaweza act very fast so that wamama wajisikie kumbe kuna watu wanaweza wa support na wanaweza take that responsibility ya kuwasaidia. Asante sana Zamzam. Thank you so much. Nataka kuongea na mwingine. Jina lako mama? Jina langu naitwa Beth Mengo. Nani? Beth Mengo. Beth, nieleze, umesikia dhulma dhidi ya wanawake. Wewe umezishuhudia kwa njia yote? Nimezishuhudia kwa sababu mimi ni kiongozi hapa Kayole na mimi ni mama na nimeishi Kayole hapa kwa miaka mingi, kwa hivyo ni vitu nimeshuhudia. Yeah. Viongozi wa kina mama ama ni kiongozi wa aina gani? Kiongozi niko na initiative ya kuangalia vijana wenye wamekuwa kwa drugs and alcohol. Okay. I mentor women. You mentor women. Nieleze hii miaka yote ambayo umekuwa ukifanya mentorship ambayo umekuwa ukifanya, umeona cases kama zipi ambazo watu wanakuja nazo kwako kueleza mambo ambayo wamepitia nyumbani? Cases ziki zenye nimeona hapa Kayole ni kama wazee wengi wamejinvolve kwa mambo ya pombe. Wazee wengi unapata pombe wameweka mbele sana. So unaona mwanaume hakui responsible. Vita zinatokea, mama ndiye huwa ameshapoa na watoto. Unaona jukumu zote zinapewa mama. So wakati jukumu zote zimepewa mama, unaona sasa shida zinatokea kutoka hapo. So pombe ndio inaongoza boma mingi hapa. Na ingewezekana hata wazee wawe na mentors wao. Hata sisi tunajikakamua sisi wa mama, hata sisi tuwe mentors wa wazee ndio wakuwe na mwelekeo mzuri. Yeah. Mama akija kwako wewe kama kiongozi akueleze mzee wangu ananipiga, ama kama vile Zamzam alivyosema amepitia dhuluma kama hizo, wewe umshauri kivipi? Okay, mama akinipata kwanza kabisa tunakaa chini, ananielezea mambo yake, zile shida anapitia. Kutoka hapo naita wamama wengine wawili wenye wamepitia changamoto kama hiyo, tunamuencourage, na pia tukipata kama pasta tunashikana mikono sisi watatu wawili, tunamuongeresha na mambo inakuwa sawa. Pia tunaita yule mzee
tunamwambia hii ndio jinsi ya kufuata. Lakini ni challenge kubwa sana. Kupata mzee umwelezee ni ngumu. Wazee za zingine wanakuanga na fishwa ngumu, hawaendi rahisi kama wamama. So hiyo ndio changamoto yenye iko. Yeah. Asante sana kwa maoni yako. Kama mwingine hapa wa mwisho, jina lako? Naitwa Clara Zawadi. Clara, nieleze, umeweza kuhutubia mambo kama haya kwa hii community ya Kayole? Okay, nimejulia hii mambo, nafanya na lifeguard kuhusu wamama na watoto wale wamekuwa na dhuluma. Wamama wamepitia changamoto sana kusema ukweli. Mpaka saizi wamama wengi sana hawana machumbani kwao. Wengine wametembea huko na kule wapate msaada waweze kapata. Wamama wamekuwa na dhuluma katika chumbani, hawawezi kuwa na amani. Aswa katika hii janga la COVID-19 imefanya wamama sana wakae na wachumba zao. Yeah. Watoto wameingiaje katika mambo kama haya yote ambapo wanawake wanapopata hizi dhuluma, watoto wanaathirika kivipi? Okay, watoto unaona hizi nyumba yenye tunaishi ni 10 by 10. Sasa hii 10 by 10 baba amekuja kama amelewa. Akifika pale chumbani anaanza kutandika mama. Manake anataka chakula na hakuacha chakula pale. Sasa akifika pale anatandika mama, anataka chakula. Sasa mtoto anasema mbona mamangu anapigwa? Sasa mtoto anaingililia kati ya baba na mama. Yeye pia anatandikwa. Sasa mtoto atapata kutoroka pale chumbani, aende hata kwa street. Yeah. Asante sana Clara. Asante. Zubeda, hayo ni maoni tu ya wakazi wa hapa hivi Kayole, na hasa akina mama ambao wameeleza masaibu yao kwa sababu ya ambao wameweza kupitia kwa sababu ya dhulma ambazo zimetekelezwa dhidi yao. Hivi sasa mtazamaji, tunaelekea kwenye mapumziko, lakini tutaacha na sehemu yetu ya Amsha Bongo. Pia nawe jaribu kuyajibu hayo maswali. Nitajie maseneta wawili wanawake. Millicent Omanga, pasi wengine. Moja ni wa Nyeri, huyo mwingine ni wa Nakuru. Naitwa nani huyo? Pasi. Omanga. Millicent Omanga na Susan Kihiga wa Nakuru. Bunge la Taifa lina wabunge wangapi wa kike? Pass. Pass. 22. Hiyo si la. 67. Taja jaji mmoja wa kike katika mahakama ya juu. Pass. Moja. Joki Dungu. Pass. Kuna Philomena Mwilo. Margaret Kubia ni nani? Pass. 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 Taja mwanamke Mwafrika ambaye amewahi kuwa rais. Pass. Pass. President Banda wa Malawi.